si unaweza kimbia nione. Unaweza kuniona mimi? Nataka leo nikuonyeshe sasa. Nimekuona muda mrefu ujinga wako unayefanya. Kama unajiweza kimbia. Kuna nidai? Hapana. Sikudai. Ila kuna jambo nataka nikwambie. Bila shaka wewe ni mgeni mazingira haya. Ndio. Na ndio umehamia kwenye nyumba nzuri pale. Ndio. Pole sana. Kwa lipi? Mama mwenye nyumba ni mchawi balaa. Na haijawahi kutokea mpangaji akapanga pale akamaliza hata wiki. Mbali na yule mama tu ana watoto wake pale wana visa. Aisemi nimekupa pole sana. Na ikitokea ukamaliza pale wiki, aisemi njoo hapa nikupe hela. Basi nashukuru. Sawa sawa. Haya, asante. Haya. Sina haja na salamu yako. Kwa nini umeacha geti wazi? Oh, mama. So, sina haja na salamu yako. Kwa nini umeacha geti wazi? Mama. Mimi geti nilifunga. Sasa kama umefunga, mimi nimepita wapi? Welea. Kuna mtu yote ambaye yuko nje? Hapana, mimi nakumbuka mtu wa mwisho kutoka nje ulikuwa ni wewe. Mama, mimi nimefunga geti mama. Alafu sikiliza wewe. Nisikiliza kwa makini, unanisikia? Ile pesa ya mpangaji nataka irudishwe haraka sana kwa sababu nimeshachukua pesa ya mtu mwingine. Unanisikia? Unanisikia wewe? Sawa. Lea. Abe. Pitaje? Sasa pia unazoweza kuniuliza mimi. Kwa sababu mimi nilikuwa ndani. Mama amefika hapa akaanza kuniita. Nimemsalimia na nifokea. Alalamika mlango ulikuwa wazi. Sasa kaka, lakini nakumbuka ulikuwa mchomcho kutoka nje. Wewe ndio ulisahau kufunga mlango kaka. Kwa niamini hapo. Kumbuka. Sikiliza. Tumfuate mpangaji.
Wapi? Odi. Samahani kidogo mwana. Sasa. Sawa. Bana. Karibu. Asante, mambo yanaenda. Asante. Bwana samahani. Tumekuja kidogo, kuna maongezi nataka tujadili. Ndio. Unajua bro, wakati unaingia hapa hatakuwa kidogo na maelewano pamoja sana yetu. Hivi basi kuna mabadiliko. Ni kuhusu nini? Ni kuhusu kwamba unatakiwa uache chumba, utulishe chumba. Kwa ajili ya nini? Kwa sababu tayari kuna mpangaji mwingine ameshapatikana. Shida ni kwamba hatukuweza kumshirikisha mama katika ujio wako. Hivi mama amekuja anaomba kurudishie pesa yako. Usinifanye sina akili timamu. Siku nakuja hapa, mlimpigia mama yenu simu na akawaambia mchukue kodi ya chumba hichi. Alafu leo ananiambia mama kashachukua kodi ya mtu mwingine. Kama shida ni kurudisha pesa, mrudisheni yule wa kwanza, sio mimi. Mimi siko tayari, mkataba wangu miezi 6. Sawa bro. Lakini ni mama mfanye mabadiliko, sio mimi. Na mimi na wewe tulizungumza vizuri tu na nikachukua pesa yako. Hebu tufanye mambo kama marefu, sawa? Kivipi? Pesa yako yote imeenea. Shida sio pesa, ni kwamba tumesaini mkataba miezi 6. Mimi sitoki hapa mpaka miezi 6 iishe. Unasikia? Lakini kaka, pesa ipo, tunaweza kukurudishia tu. Shida kama ni pesa, mrudisheni yule wa kwanza. Mimi sina shida na pesa baba. Alafu nisikize vizuri. Tunaongea kistaarabu, sio ugomvi. Haya, okay. Pesa yako hii hapa. Okay, tunaongea kistaarabu. Ashika pesa. Tunaongea kistaarabu. Sitaki pesa. Oya, sikiza basi. Pesa yako imeenea mtamwezi mama bwana. Sitaki pesa. Nasubiri miezi 6 ishe. Tulisaini mkataba. Tumesaini mkataba miezi 6. Mrudisheni pesa ile. Hivi unagoma kabisa kuhama hapa ni kwenu? Mkataba. Tumesaini mkataba miezi 6. Lakini jaribu kuwa mwelewa basi. Kwa mimi sio mwelewa. Kama shida ni pesa, mrudisheni yule kule. Nataka pesa nini? Sina shida na pesa. Kwa hiyo sasa unakuwa mkorofi vitu vidogo vya kuzungumza. Baba, tumeumana. Ni watu wengine bwana. Huyu jamaa atakuwa sio mzima huyo. Ukisikia kumana ndio leo. Achi chumba, hataki hela. Ndio kumaliza nini mama? Na kaja amesala. Sasa tunafanyaje? Sikia bwana. Lakini leo tumesabu na mama. Ndio Tunaonekana wajinga, tunaenda tunarudi. Tutajua huko kutenda. Lakini jamaa lazima atoke. Mimi mama najua. Ila mbishi. Mume wangu, naomba unisikilize. Ukitaka amani na upendo wa nyumba hii, naomba yule mpangaji mfukuze. Shida nini? Hakuna shida. Wewe na yeye mlishawahi kugombana? Hatujawahi kugombana, ila mume wangu, sitaki maswali. Kwa nini unakuwa na maswali mengi? Ninachotaka yule mpangaji atoke kwenye nyumba yangu, basi. Kwa hiyo nikisha mfukuza unapata nini? Nitaweka mpangaji mwingine. Basi ndio haya. Alafu maswali mengi mimi sitaki. Haya nitatekeleza. Salama, karibu. Mimi ni mgeni wako. Naomba tuingie huko ndani tuongee. Tuongee tu hapa ndani tunafuta nini? Sasa kijana, nyumba hii nataka kuifanyia ukarabati wa singbodi. Kwa hiyo napenda tu nikwambie kwamba nakupa notice ya mwezi mmoja. Wewe umehama ili nifanye ukarabati wa chumba changu. Wakati unakuja ulishakaa na familia yako kuongea? Siku 2 hizo wamekuja watoto wako. Wakasema mama akasema chumba alishapokea pesa mtu mwingine.
hivyo nirudishiwe pesa? Wewe unakuja unasema ceiling board sio na nini? Mimi sihitaji ukarabati mzee wangu. Ningekuwa na shida ya ukarabati wa chumba ningekwambia. Mimi sina shida ya ukarabati. Chumba nimeridhika nacho ndio maana nikasaini mkataba. Wewe chumba unakaa wewe na kama mimi. Unamjua mwenye nyumba hii? Ya, ndio namjua. Nani? Si yule mama. Hii nyumba sio ya yule mama. Hii nyumba ni ya kwangu mimi. Na ndio maana nimekuja kukupa wewe notice ya mwezi huu mmoja uhame. Sihami. Ukitaka mimi nihame subiria miezi 6 iishe ndipo nitapahama. Kama ni swala la si ukarabati si nini, mimi sihami. Nimeridhika na chumba ndio maana nikasaini mkataba mzee wangu. Mimi sihami. Si tunaelewana? Uhame. Sihami. Sasa mimi natamka. Nimeshakupa notice ya mwezi mmoja. Usipohama utanijua mimi ni nani. Sawa. Hiyo mimi nihusu mzee. Sihami. Utahama. Na usipohama kwenye huo mwezi mmoja, ukishindwa kuhama kwenye huo mwezi mmoja, utanielewa mimi. Haya, asante kwa taarifa mzee. Lakini kuhama sihami. Nashukuru kwa kampani yako. Hata mimi nashukuru kuwa na wewe leo. Nimeenjoy sana kuwa na wewe. Tutaweza tukaonana tena next week. Haitawezekana kwa sababu ndani ya hii wiki inahitajika niende shule. Sasa mimi mwanafunzi. Najua hilo, lakini tukiweza kutembeleana mimi nakuwa na misi sana vitu vyako. Unajua ukiondokaga na kuaga mpweke sana. Sijali. Haya sawa. Ngoja mimi. Salama. Bye. Lea. Lea. Njoo bwana. Sogea hapa. Ulikuwa? Kwa mama mdogo. Nakuuliza tena. Umetoka wapi? Kwa mama mdogo. Lea. Unajiona mjanja sana kundanganya, si ndio? Nimetoka nje. Nimekuona wewe umesimama na ule mjinga pale. Lea. Usinifanye mimi mwenda wazimu. Yaani ukimtazama kwa haraka haraka unaweza kama nakufuatilia hivi. Yaani kuingia kwenye maisha yako na kuchokonoa hivi. Unajua ni kwa nini mimi ninakataza wewe kuingia kwenye mahusiano mapema? Lea. Lea. Nakuita kwa mara ya mwisho Lea. Natamani usome. Uelewe nini maana ya elimu. Na ije kusaidia kwenye maisha yako. Naomba leo iwe mwanzo na mwisho. Lea, nisikilize. Mwanzo, mwisho. Na tena, ukome kunidanganya. Yaani swala wewe kunidanganya mimi. Ukome. Umenielewa? Toka. Wadogo zangu. Nimewaiteni hapa kuna jambo kidogo. Sijui ni mawazo yangu, sijui ni akili yangu, au sijui ni mitazamo. Unajua nikikaa nafikiria mama, mimi namuona kama haiko sawa. Sio bana, nyie mnamuona hivyo hivyo? Kivipi? Au unamaanisha? Unajua tokea huyu mpangaji mpya amehamia hapa, mama hayuko sawa kabisa. Yaani simuelewi. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kinanishangaza hapa katikati. Unajua
Siku ya kwanza ule mpangaji anafika hapa, mama alikuwa hayupo, lakini wakati anaingia hajamuona hata yule mpangaji. Akawa mkali, akabadilika, akasema tumfukuze yule mpangaji ame. Tokea hapo hayuko sawa. Hebu tuachane hizo story. Kwani mnamjua mama alivyo? Akikuta hiki kikao kinaendelea, lazima atachukia. Ni kweli. Lazima mjue mama vizuri. Hebu tuachane na hizo mada. Unaua lini? Sababu uniambia na mchumba wako unataka kumleta. Nilijua tu katika hii kazi tuliyokuwa tunaifanya hakuna siri. Nilikwambia kabisa tukaseme ukweli, lakini nisema tukadanganya. Jamani, nisaidieni. Nisaidieni jamani. Tutakusaidia kwa lipi? Na tayari tulidanganya kwamba tumeshamaliza ile kijana tumemuua. Halafu sasa hivi tatizo linakuja kwako. Ni kweli kabisa, unalolizungumza ni kweli, lakini mimi nahitaji msaada wenu. Mnisaidie yule kijana, mimi hata tumuondoe pale. Halafu tunakuelekea, mimi kazi nitaiacha. Utaacha kazi? Ndio. Yule mzee atakuua. Hapana. Kabla hajafikia kuniua, mimi nitakuwa nimeshaacha kazi. Au unasemaje? Mimi mwenyewe nahitaji kuolewa. Unahitaji kuolewa? Ndiyo, nahitaji kuolewa. Ila nashangaa mkuu hataki. Nitakaa hivi mpaka lini? Kwa sababu gani hataki? Sasa tuweze tukajua. Itatubidi tuende tukae naye ili tujue tatizo ni nini. Ndiyo. Huenda ana maandalizi yake. Hatuwezi tukajua. Mkuu, kama nilivyokuambia mkuu wangu, siku ile kumuua yule kijana. Hivi mnajua nilichowaitia? Hapana mkuu. Yule mzee Maluka si mnamfahamu vizuri? Ndio mkuu. Yule mzee tulimuua. Ndio mkuu. Ana kijana wake ambaye anarisi hizo nguvu. Na uchawi ambao anataka kurisi ni uchawi wa popo. Na sisi hatuna uwezo wa kupambana na popo. Umenielewa? Ndio mkuu. Kwa nini nataka nendeni mkapambane naye kwa hali na maji. Ndio mkuu. Tawanyika. Shemeji yangu Maluka, kazi mliokuwa wamenipa ya kumpa kijana nguvu za mizimu ili kuweza kupambana na maadui wachawi wanaokuwa wanavamia himaya yetu, nimeimaliza. Anzia sasa kijana huyu nguvu za mizimu yetu sisi sote zimuingie, aweze kupambana na wachawi, atashinda vita
na nyinyi ninawaombeni sasa nguvu nilizompa muweze kumuongezea na nyinyi zingine, ili nguvu ziungane na kuweza kushinda vita hii. Hebu nipeni taarifa. Mkuu. Naam. Kazi tumemaliza. Yule kijana tumemaliza kabisa. Sasa hivi tuko huru. Yule kijana tumemuua. Nawapenda sana. Asante mkuu. Niwaambie kitu kimoja. Ndio mkuu. Napenda kuwa tajiri. Ndio mkuu. Na mtu wa kuabudiwa katika ulimwengu. Ndio mkuu. Na mbona mwenzenu alitoa kafara, na kafara yenyewe ni mwanamke mjamzito. Je, mtaweza? Ndio mkuu. Tulimuua mjomba wake. Sasa yule kijana amekuja kupanga kwangu. Mkuu, naomba msaada wako. Yule kijana ananisumbua. Naomba unisamee mkuu. Nisamee sana mkuu wangu. Unajua ninaposafiri na mwacha nani? Sinakuacha wewe. Ndio mkuu. Na wewe ndio unakuwa mkuu wao. Halafu unakuja kuniambia kwamba naomba msaada. Unaomba msaada gani? Nisamee mkuu. Naomba unisaidie. Nina hali mbaya sana kwa sasa. Yule kijana yuko kwangu, atanimaliza mkuu. Naomba unisaidie mkuu. Haya, tafuta namna ya kukusaidia. Sawa mkuu. Lea. Lea. Wewe unaitwa? Abe mama. Hawa ndugu zenu wako wapi? Wametoka mama. Na kakako? Aliniaga anatoka atarudi baadaye. Sasa wanangu, kuna jambo ambalo nataka kuwaambia ambalo nyinyi hamfahamu kwa siku nyingi. Mnaona hizi mali? Hizi mali ni za kwenu. Hizi mali ni za kwenu. Hata baba yenu hahusiki kwenye hizi mali. Mnanielewa vizuri? Ndio mama. Hizi mali nimezitafuta mimi mwenyewe. Kwa hiyo hawa ndugu zenu wasiwasumbue kwa chochote wala wasiwababaishe kwa lolote. Ninawaambia hivi na maana kubwa, kuna leo na kesho. Naweza nikafa. Sawa? Yeah. Naomba mnielewe. Wasije wakasumbua kwa chochote, maana hata baba yenu hahusiki. Mali zote, miradi nilionayo, magari, vyote ni vyangu na vyote ni vyenu, nyinyi watoto wangu wawili. Sawa? Pia nisikize vizuri. Nilishtua, nini shida kaka? Hata mimi nimeshtuka kama ulivyoshtuka wewe. Yaani huwezi kuamini. Mali zote, hasa nyumba tunayoishi, kumbe ni mali za mama mdogo. Unasemaje? Unanitania au? Pia nimesikia kwa masikio yangu mawili. Hii nyumba sio ya baba. Sio ya baba. Mmiliki wa kila kitu ni mama yetu mdogo. Za mama mdogo. Ndio pia. Nataka kusema magari ni maiti ya mama mdogo. Pia. Hapa hatuna cha kwetu. Hapa ndo nimeanza kumuelewa mama mdogo ni mtu anafanya. Na tena nisikize kwa makini. Naomba kitu kimoja. Kuanzia leo kuwa makini sana na mama. Sawa,
nimekuelewa. Nimejia ahadi yangu. Kwa maana uliniambia nikimaliza wiki tu nikuone. Kwanza nikupe hongera kabla ya ahadi. Hongera gani? Kama umeweza kumaliza wiki, hata wewe utakuwa umeaga ulikotoka. Sio polepole. Hizo ni sababu. Unajua Mungu huwa mtupi mtu wake. Twende kwenye lengo. Naomba hela. Iko hivi. Pesa zile nikakupatia. Isipokuwa nitakupatia soda. Nipa soda. Kwa sababu unajua soda ni bei rahisi. Ani pesa ile inge bado kwa sababu pesa ndio inanunua soda. Basi sawa. Sawa. Soda. Ni ya baridi. Hiyo iko ya baridi, hiyo ya moto. Sasa fanya hivi. Ndio. Kuna sehemu naenda. Sawa. Nikirudi nitakuja. Basi sawa, hakuna shida. Visa. Nabe. Poa, mambo vipi? Sawa vipi? Safi kwema. Poa, mbona ngapi? Safi, ndio? Nipe mchongo. Naona umekuja muda mwafaka. Aisee. Ndio. Sasa hebu nipe ripoti kwanza. Ndugu, ripoti mambo nadhani yanaenda vizuri, mwafaka wako yapo. Nipeleke walipo. No. Nipatie chakula kwanza. Pesa nitakupa, nipeleke kwanza. Hapana. Mambo mazuri yataki haraka. Nipatie cha kwangu, tutaondoka. Hamna shida. Bado 10,000. Patia 10,000, tuliongea 30,000. Sawa. Okay, sasa tuweza kwenda. Lakini una uhakika ni penyewe? Ni penyewe ndugu yangu. Lea, hapo. Yaani tulieni kama mnanyolewa. Wewe ni mjanja sana eti. Unajiona ni handsome mtaani huko. Mara ngapi nimekuonja kutembea dadangu? Dadangu mimi ni mwanafunzi, sawa? Tuna malengo naye na pia tunataka amalize shule. Wewe unamvuruga hivi, si ndio? Dogo. Naomba usipandishe wazimu wangu. Njoo mwenyewe, takumwaga bomu sasa hivi. Njoo mwenyewe. Na wewe tulia hapo. Yaani tulia. Leo unanijua vizuri. Dogo njoo. Una dada? Una dada wewe? Una dada? Dogo, leo tunamalizana hapa. Leo njoo. Wewe unakuja kutembea na mwanafunzi ukitana mara nyingi. Nakwambia sasa leo ndio mwanzo. Leo. Wewe tunamalizana nyumbani. Ondoka. Pata mwenzako. Pata.
kimbia nione. Unaweza kuniona mimi? Nataka leo nikuonyeshe sasa. Nimekuona muda mrefu ujinga wako unayefanya. Kama unajiweza kimbia. Mbona ghafla hivyo? Kulikoni? Samani mkuu. Yule mama niliyemtoa kafara anatokea mara kwa mara usingizini usiku. Na ninapoelekea mkuu, nitaacha kazi. Na yone hii kazi itakuwa kwangu ni ngumu. Eti? Mwenzetu ametusababishia matatizo mkuu. Kumbuka nimetengeneza kwa gharama kubwa mno na kwa muda mrefu mno. Ukiacha kazi ndio nishauri wa wengi, kwa hiyo hata wewe kupoteza sio ni shida. Umenielewa? Na kwamba nisamehe mkuu. Na kuhakikishia mkuu, hii kazi sitaacha. Hayo ndio maneno. Ndio mkuu. Wewe ndio ulikuwa na mama ndani au ni Lea? Ni Lea. Mimi mwenyewe nashangaa kama unavyoshangaa. Lea. Lea. Abe kaka. Lea. Wewe ndio ulikuwa na mama ndani? Na mpaka sasa hivi nipo naye. Hapana, sijali. Mbona sielewi? Endelea na kazi tu.
jambo linachanganya sana. Jambo gani linalochanganya sana? Mimi naomba kujua ukweli. Hii nyumba ni ya kwako au ni ya mama mdogo? Kwa nini unataka kujua? Kuna siku niliwahi kumsikia mama mdogo akiwa anaongea. Tokea siku hiyo sijawahi kupata hata tone la usingizi. Sioni thamani yangu miko wapi. Tafadhali, hebu nitoe katika utata huu. Hii nyumba ni ya kwako kweli? Kijana wangu, kwa kuwa umetaka kujua ukweli, leo nitakwambia ukweli. Hii nyumba ni ya huyu mama yako mdogo, sio mali yangu mimi. Na mahusiano yangu mimi na yeye yalianzia wakati mama yenu alipofariki. Nikazaa naye watoto hawa wawili na nyie wawili. Wote nyie ni wanangu. Sasa haya maswali unayoniuliza mimi hapa, nashindwa kuelewa yanatoka wapi. Baba, kuna mengi sana hapa katikati nichanganya, lakini ipo siku utaelewa. Hivi wewe mzee, umefika unachukua chakula chote, hujui kama kuna watoto? Una maana gani kuchukua chakula chote? Nilikuwa najua mke wangu ameshakula. Nilikuwa najua mke wangu ameshakula. Umeniuliza? Na kuuliza umeniuliza? Wazee wenzako wako kule wanatafuta pesa, wewe unafika tu unachukua chakula bila kuniuliza, hujui kama kuna watoto. Una maana gani? Wazee wengine bwana. Ndugu zangu, mimi nimekuja hapa na shida. Una shida gani? Yaani pale nyumbani kwangu nina mpangaji. Amenichosha mpaka naishiwa raha. Yaani sina raha kabisa. Kwa nini usimfukuze? Si ni kwako? Yaani haya yote naongea mdogo wangu ni kama marudio. Nimeshamfukuza yule bwana, lakini hasikii, hataki kutoka kwenye mji wangu. Dada, sio kwamba umeshindwa kumfukuza, wewe ni mchawi. Epi, mimi ni mchawi? Ndiyo, wewe ni mchawi. Una uhakika kwamba mimi ni mchawi? Na uhakika. Na kukusomesha kote unasema mimi ni mchawi? Ndiyo. Una uhakika Epi? Hakika fadhili muuzi binadamu na mauzi. Dada, unasikia haya? Happy, leo hii unaniita mimi mchawi? Ndiyo, wewe ni mchawi. Mimi? Ndiyo. Sikatai kwamba ukuwa umenisomesha. Kweli umenisomesha, lakini kunisomesha kwako kote kule kulikuwa ni mipango ya kunitoa kafara. Mimi nikutoa wewe kafara? Ndiyo. Kwa lipi? Unakumbuka nilipougua? Nilienda kuangalia. Kuna mwenzangu alinishtua akasema twende kaangalia. Nikaenda kumwenga kuta unataka kunitoa kafara. Kumbe kuna mwenzio alikushtua. Sasa je, kama mwenzio ndo kukuloga? Wewe ni mchawi, usikatai. Jamani, ndugu zangu.
Wepi, si umeniita mchawi? Si umesema nimetaka kutoa kafara? Sasa kuanzia leo na dakika hii na muda huu nataka ufe. Sasa nakuua Epi. Karibu. Hivi wewe, kwa nini unapenda kunifuatilia? Mimi nakufuata wewe. Ndio unanifuata. Sikiliza. Sababu unaijua kwa nini nakufuata wewe. Wewe ulihusika na kifo cha wazazi wangu. Ndio maana hujui. Unajifanya hujui kwa nini nakufuata. Nilitamani kukua muda mrefu sana. Nimekuacha kwa sababu nataka dunia yote ijue kwanza ubaya wako wewe. Umeua watu wengi sana. Wazazi wangu walikuwa wanapambana na wachawi ndio maana mkawaua. Kwa nyumbani kwako ulifuata nini? Sikiliza wewe. Nitakufanya kitu ambacho hujai kufanywa. Uliua wazazi wangu. Hutaweza. Unajidanganya. Lazima nilipe kisasi. Lazima nilipe kisasi ya mzee Maluka. Wazazi wangu walikuwa wanapambana nyewe kwa ajili ya uchawi wenu. Mkawaua. Sasa kijana nipo. Na mimi sio mpangaji kama mpangaji wengine. Kila mtu anajua mimi ni mpangaji, lakini mimi sio mpangaji. Nimekuja kwa ajili yako. Nimekuja kwa ajili yangu. Ndio. Ushaua watu wengi sana. Wewe mtoto tu. Nilikuwa mtoto enzi zile. Na lazima nilipise kisasi cha mzee Maluka. Hutaweza nakwambia. Wewe. Unajua utakimbia. Tangulia nyumbani. Nimesema tangulia nyumbani.
Wewe nini? Kuna nini labda ukule? Kuna nini? Kuna kitu. Tulia kwanza, tulia kwanza. Sawa. Leo, hebu niko kwanza. Niko kwanza. Hebu shuka. Kale kama. Mambo gani? Kuna nini wewe lakini sana basi. Lea. Kuna nini wewe? Lea. Nijue kuna nini? Lea, tatizo gani? Naumia. Umepigwa? Umepatwa na nini? Sema Lea. Umepigwa? Lea? Naumia. Kuna nini mwanangu Lea? Umekuaje mwanangu? Lea. Amekuaje huyu? Mama, Lea amekuja nalia hivyo hivyo. Ametoka kwa nalia hivi hivi? Yaani hata tuelewe, tumechanganyikiwa tu. Jamani. Raja. Nafikiri tumeshamaliza huko ndani. Kila kitu nimewatimizia. Ndio. Nendeni mkasome vizuri. Ndio. Lakini baba, simu ambayo nimeenda nayo mwaka jana mwaka huu narudi nayo tena, afu wenzangu kule na simu kubwa. Lakini wewe, si kila kitu nimeshakamilisha mle ndani, na fedha nilizokupa wewe zinatosheleza kununua simu na zingine zikabaki katika mahitaji yako. Baba unapendelea sana Kalaja. Jamani, mimi nishamaliza ndani. Sawa? Haya yote mngeliniambia ndani, sio hapa. Wote mwandani nimeuliza, jamani nimekamilisha kila kitu yote. Ndio. Jamani. Hebu msimpe baba pressure. Twendeni shule. Lakini Lea, mimi nakuona wewe hauko sawa na mama yako. Kuna nini? Niambie, kuna nini? Hana kitu baba. Hakuna kitu. Twendeni. Bahati. Mimi nilikuwa kutoka hivi. Ulikuwa unatoka mkuu? Ndio. Sawa, mimi nimekuja mkuu na shida. Na shida? Ndio mkuu. Shida yangu mkuu, nahitaji nguvu. Ile dawa ulionipa, nilienda kuiweka pale mlangoni. Nilijikuta niko shambani mkuu. Uko shambani unalima au uko shambani unafanyaje? Kwa nimezimia mkuu. Sasa nahitaji nguvu. Yule kijana ananisumbua sana pale nyumbani. Basi hilo linawezekana. Utaweza kumtoa kafara mume wako? Kijana. No. Kuna siku ulitaka kuniambia jana, lakini kwa sababu nilikuwa na haraka nikasema nitakuja nikusikilize siku nyingine. Na bahati nzuri leo huyu mama mji huu hayupo, na nimepata fursa ya kukuita kutoka kwenye chumba chako uje sasa unieleze hicho kitu kilikuwa ni kitu gani. Kwanza samahani, unajua hapa nyuma tulikosana heshima, tuligombana na nini. Samahani kwa hilo.
Bila samani. Mimi naitwa Maluka. Na niko hapa kwa ajili ya mke wako. Unasema? Niko hapa kwa ajili ya mke wako. Kivipi? Vizuri. Mke wako ni kiongozi wa wachawi. Unasema? Mke wako ni kiongozi wa wachawi. Na mimi pia ni mmoja ya watu ambaye napambana na wachawi. Kwa niko hapa kwa ajili ya kumuua mke wako. Sema mke wangu ni kiongozi wa uchawi. Wewe ulilijuaje hilo? Mke wako alihusika na mauaji ya wazazi wangu. Niko hapa kwa ajili ya kisasi. Kwa ajili ya kisasi? Ndio. Wewe unapataje nguvu ya kuweza kunitamkia mimi eti kwamba mimi niko hapo kwa ajili ya mke wangu na lazima muue? Kweli? Usichokijua kwamba mke wako ndo alimuua mkeo wa kwanza. Unasema mke wangu alimuua mke wangu wa kwanza? Mke wako alihusika na mauaji ya mke wako wa kwanza. Mlikuwa mnashiriki naye? Sina ushirikiano na yeye. Ila mimi ni moja ya watu ambaye napambana wachawi. Kwa hivyo hakuna mtu akunizuia kwa hili. Mimi sikuelewi. Sikuelewi. Utanielewa tu. Yaani sikuelewi kabisa. Hata siku ukisikia mke wako amekufa, unajua mimi ndo nimehusika. Na hakuna mtu wa kuzuia hili mzee wangu. Lazima nilipize kisasi. Sawa, mimi nimeshakukubalia, lakini mimi sikubaliani na hicho. Mimi nilikuwa nafikiri unaniambia jambo lingine kabisa, afu unaniambia eti kwamba wewe umekuja hapa special kwa sababu ya kumuua mke wako. Utaelewa tu mzee wangu. Chana mimi. Muda ukifika utaelewa. Kumtoa kafara mume wangu? Ndio. Mkuu, hilo swala dogo sana kwangu mkuu. Ninachohitaji ni nguvu. Basi sawa. Hivi wewe, ni mara ngapi nimekuzuia kutembea na huyu kijana? Na kuuliza ni mara ngapi nimekuzuia kutembea na huyu kijana? Hivi wewe kijana ni mpumbavu sana. Siku hizi umekosa adabu kabisa, umekosa adabu. Kwa sababu gani wewe? Mama yangu. Hivi nikuulize kitu. Unajisikia fahari gani mama kunidhalilisha mimi kiasi hiki? Ina maana kwamba mmefikia hatua sasa unanipangia mpaka marafiki mimi kuongea nao. Huyu kijana kama una ugomvi naye ni wewe na yeye, sio mimi na yeye. Hivi una matatizo gani? Kumbe nakudhalilisha eti? Kuwapokeeni nyinyi wewe na baba yako imekuwa shida kwangu, si ndio? Sasa hivi kila ninachokuambia unisikilize. Kila ninachokuambia unisikilize. Wewe kijana sijini mpumbavu, sijini mjinga. Kuna kitu nimeanza kuelewa. Wewe nimeanza kuelewa vizuri. Wewe unanipa mashaka mama. Huenda wewe una mahusiano na huyu jamaa. Yes. Unasema? Huenda ni mpenzi wako huyu. Kwa sababu toka ameingia humu ndani, mama mbadilika. Kila leo ni ugomvi, maneno, chuki. Wewe mama aina gani? Yaani unipangia maisha yangu mimi, mtoto wa kiume mimi. Umeshindwa kumpangia maisha binti yako Lea? Amekushinda wewe. Lea sana zura mtaani tu. Anafanya kitu gani mtaani? Mama, nimejitahidi kusimama kama kaka. Imefika hatua nimekuchoka. Leo unanitukana mimi wewe. Leo unanitukana mimi, unanikosea adabu. Si ndio? Mama, mimi sikuzalishi na kuambia ukweli. Kwa sababu wewe kila siku ni maneno, malumbano, masimango. Mama wa aina gani wewe? Mimi nifanye kitu gani? Sawa, nashukuru umenilea na hapa ni kwako, nyumba ni ya kwako. Lakini sio maisha namna hiyo. Mama, mimi nimekuwa sasa najitambua. Unanisikia vizuri? Mimi najielewa, mimi najitambua mimi.
Na kama unaona mimi na wewe tumeshibana, mama, inafika hatua na mimi namfanya maamuzi yangu binafsi. Ikiwezekana mimi na wewe over, mimi niondoke. Unajua mtoto ni mpumbavu sana. Yaani ni mpumbavu kiasi kwamba hujielewi wala hujitambui. Asante kwa maneno yote. Mimi ni mpumbavu, sijitambui. Wewe mwenye roho mbaya, mwenye chuki, mama usioeleweka, sijui ni mama namna gani wewe. Na hata hivi nina wasiwasi mama, wewe huenda unajua nini ulichomfanya baba yangu. Wewe unajua wewe. Kwa sababu nimefika hatua mimi paka mzee namuonea huruma. Hivi nikwambie kitu kimoja mama. Kwa mtu unayejua nini maana ya malezi, huwezi kugawa familia mama yangu. Huwezi. Yaani nafika hatua mimi na dada yangu tunakuwa tuna thamani. Wanao wewe ndio wenye thamani. Mama, nimechoka. Mimi nimechoka. Mimi nimechoka. Kuanzia leo mama yangu, ninaomba hata salamu yangu hutoisikia wewe. Na kama mimi sifai hapa, naondoka. Mimi naondoka. Nitolee pumbavu hapa. Haina shida, naenda. Toka hapa. Kwani tatizo nini? Kasigo. Naam. Mimi nimekupigia simu ndugu yangu, ni tatizo. Tatizo gani hapo? Unajua bwana, mimi na mama yangu uhalisia wa maisha yetu nilikueleza. Sawa. Imefika hatua yamenishinda. Maanisha nini sasa? Kasigo. Wewe jamaa yangu. Ndio. Ni rafiki yangu karibu sana. Sawa. Mimi nyumbani nimeondoka. Na nimeondoka kulingana na matendo ya mama yangu. Ndio. Ingawa sijajipanga na sijui wapi pa kwenda, wapi pa kuanzia. Ila sina mtu mwingine wa kunisaidia tofauti na wewe. Mimi nakuomba tu unipe hifadhi angalau kwa siku 2-3. Baada ya hapo nitajua naenda wapi. Yaani unamaanisha kwangu? Ndio. Okay, sawa. Hamna shida. Wewe ni rafiki yangu wa karibu sana, na pia ni rafiki yangu wa zamani sana. Mimi siwezi kuondoka kwa mtu kama wewe. Mimi nimekupokea karibu sana, tutakao tujisikie kama uko nyumbani. Asante sana. Ya, lakini bingwa, mimi kuna jambo linanitatanisha sana. Sasa nashinda kuelewa. Unakumbuka ile kazi ulionipatia ya kuhusiana na ndugu wako alikuwa anatoka na yule kijana? Yeah, naikumbuka vizuri. Sasa kwa taarifa nilizonazo ni kwamba yule kijana amekufa kwa mazingira ya kutatanisha. Sielewi shida nini? Amefariki vipi tena? Sijui. Hebu acha utani bwana. Utani gani sasa rafiki yangu? Mimi ninakwambia sio kwamba nakutania. Kijana amekufa kwa mazingira ya kutatanisha. Tena yani ya kutatanisha kabisa rafiki yangu. Sasa nashindwa kuelewa na wewe ndio ulionipatia kazi. Basi. Punguza sauti. Unajua maneno yako yanaweza kaniponza mimi. Ni kweli, lakini kuwa makini na hili swala. Mimi sijahusika kwa chochote kile, hiyo buti wake. Mimi toka siku ile tumevurugana naye, sijawahi hata siku moja tena mimi kumtafuta yule bwana mdogo. Una uhakika? Baba, nakwambia ukweli, mimi niliacha pale pale kama yalivyo. Sawa, okay. Hamna shida.
Sawa. Dada. Abe. Samahani kwanza kabla ya yote. Huyu ni rafiki yangu anaitwa Bingwa. Hivyo nimekuja naye hapa ana matatizo fulani. Sawa. Kwa hiyo nitakaa naye hapa ndani ya siku 2-3 alafu baadaye atajua mambo yake kama vizuri atakakula. Sawa mdogo wangu, umeleta mgeni sijakataa. Ndio. Lakini hali hapa nyumbani wewe unaijua jinsi ilivyo. Kumbuka unanitegemea mimi, ukiniletea mtu wa pili hapa inakuwa kama vile ni mzigo hivi. Najua. Sister. Kwanza samahani. Sawa kaka. Hii ni dharura. Na pia nimepata matatizo kidogo. Kwa hiyo lengo langu ni uhifadhi wa kulala. Ila kuhusu kula na mambo mengine wala pasipo shida. Naomba msaidie. Sawa kakaangu, karibuni. Nakuja. Karibu. Karibu. Mambo salama baba. Sawa sawa. Sawa. Bwana samahani. Kuna mtu anamuulizia anaitwa Bingwa. Wewe ndani yake? Ni rafiki yake. Okay, karibu. Asante. Wala kaka Bingwa. Salama. Sasa. Sasa kuna mjini wako kwa kutafuta. Bingwa, mambo vipi? Wewe umekuja kufanya nini hapa? Kwa tuna ugomvi Bingwa? Tena mkubwa sana. Mimi na wewe tumeshamaliza mkataba tokea kule nyumbani. Na wewe ndio chanzo cha mimi kuondoka kule. Mlichonifanya wewe na mama, hamjalizika mpaka mmenifuata mpaka huku. Bingwa, mbona mimi sihusiki? Usiki kwa kitu gani? Maumivu mnamsababishia mimi kwenye mguu wangu na najua mimi. Wala sio nyie. Sasa nafikia hatua unakuja mpaka huku ni kama niache kwanza bwana. Niache bwana. Wewe hujui ninavyoumia mimi, naumia. Lazima hebu kaeni chini mnaongea, niamalize. Bingwa, naomba nisikilize. Mimi sihusiki Bingwa, naomba nisikilize. Najua nikisikia unavyoongea lakini kaeni niamalize. Unajua sasa kupiga na upanga. Unajua unaweza kaniletea kesi ya mauaji hapa? Lazima hebu kaeni niamalize. Unajua jinsi ninavyoumia mimi? Maumivu napata mimi unajua. Nisikilize Bingwa. Naomba ondoke. Blaza. Blaza. Bingwa. Pole sana. Samahani. Bingwa.
Wewe Maluka. 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 Oya. Naona umemfanyaje mtoto wangu hapa? Niruke mama. Kuna mama nani? Baba naumia. Taratibu. Niruke. Fanya hivi weka. Na? Nitembee. Kidogo. Baba naumia baba. Mimi baba naumia mkuu. Kuna kamoto. Baba hakuna kamoto. Twende kapande gani? Usimama. Mimi sihusiki bingo. Kuna siri kubwa sana. Na mimi sio mpangaji kama unavyojua wewe. Nimekuja pale kwa ajili ya mama yako. Ila naomba ukujue kwamba mama yako ni mchawi. Pole sana. Na pia nahitaji kukuponya mguu wako. Bingo. Usiogope. Pole sana. Asante. Unaweza kusimama. Simama. Amebadilisha. Mbona haraka hivyo? Mama, shikamoo. Habari za kutwa? Salama. Tunawahi msibani. Msibani? Wapi huko? Kuna dada mkuta wawili makaburini wamekufa. Dada wawili makaburini. Jamani, nakuja. Na mmoja mara nyingi nishakuona uko naye. Kwani hauna taarifa? Nani huyo? Mimi sina taarifa. Basi si ndio tunakoenda. Na mimi nimetoka safari, ngoja nikajiandae na kuja. Haya. Msiba. Wangejua watu wenyewe nimewaua mimi.